Karibu kwenye simulizi katika platform hii ambayo katika kipengele hiki tutakuwa tunasikiliza simulizi mbalimbali. Simulizi za kusisimua, kuburudisha, kuelimisha, kukufungua macho. Lakini kubwa kuliko yote, kukuweka katika uelewa tofauti na ulionao sasa hivi. Especially kwenye maisha yanayokuzunguka. Yes, naitwa Director Pato na kwa sasa nitakuletea hadithi leo ambayo inaitwa Upanga na Moyo. Upanga na Moyo ni hadithi ambayo inamuhusu kijana Jabari ambaye amepitia dhuluma mbalimbali kwenye maisha yake, na kwa level aliyofikia inakuwa ni level ya sasa, kama umemwaga mboga mimi namwaga ugali, liwalo na liwe, bila kuangalia kilichokuwa mbele yake. Unajua kwenye level fulani kwenye maisha, kuna level fulani unafikia ambayo unakuwa hujali chochote, kwa sababu yaliyokukuta yamekuvalisha ngozi mpya, yamekupa moyo mpya, yamekupa akili mpya, ambayo akili hiyo inakupelekea wewe kufanya maamuzi mapya. Ipo kwenye maisha. Na leo hii kijana Jabari anatuonesha nini maana ya msemo. Hadithi ya Upanga na Moyo inaanza mbali sana. Nadhani wengi ni wenyeji tunafahamu vizuri jiji la Dar es Salaam lilivyo. Na pale Dar es Salaam unapotoka Kariakoo, ukiwa unaenda na unatembea katika barabara ya Morogoro Road. Unatoka Kariakoo, utapita Magomeni, utapita Manzese, kabla Manzese kuna Usalama, kama hivyo. Kutoka Manzese utapita, nitasita sehemu kubwa kubwa tu ambazo ni maarufu. Utapita Ubungo, ukitoka Ubungo utapita Baruti, then Kimara. Hapa kati kuna vitongoji kadhaa, lakini nimevitaja vile vikubwa ambavyo vinajulikana sana. Sasa katikati hapa kuna shule ya msingi. Kama unaenda Kimara kutokea Baruti, kuna kilima pale, unakuwa kama unashusha hivi. Pale katikati panaitwa kwa Thomas Limo. Huyu ni mfanyabiashara maarufu sana ambaye alivuma sana katika kipindi hicho maeneo yale, ambapo alikuwa anafanya vitu vingi sana kibiashara, lakini kijamii alikuwa anafanya vingi, kwa sababu ndo maana jamii ilikubali na ndo maana akawa maarufu. Thomas Limo, ukifika pale kama unaelekea Kimara, utaona kuna kiwanda chake upande wa kushoto, anaitwa Tommy Diary kama hicho, ambapo kwa miaka ile watoto walikuwa wanapenda sana maziwa ya Tommy Diary. Sasa ukienda mbele kidogo kuna kanisa kubwa sana. Sasa pale kwenye kanisa nyuma kuna shule ya msingi ambayo inaitwa Kimara Baruti Primary School, ambapo inaanza darasa la kwanza mpaka la 7. Katika shule ile ndipo ambapo alikuwa anasoma kijana Jabari. Kwa nini aliitwa Jabari? Jabari alikuwa ni mtoto wa kwanza kwa wazazi, Bwana Zuberi na mama yake ambaye alikuwa anaitwa Zainab. Zaina. Babake Jabari yeye alikuwa ni mwana jamii. Mzee Zuberi alikuwa ni mzee wa makamu, so kijana katikati. Yeye alikuwa ni mkuu wa kituo cha polisi msaidizi, ambaye tutamuita
Alikuwa mkuu wa polisi msaidizi, assistant officer commanding district, ambaye alikuwa ni mchango mkubwa sana katika kituo chake cha kazi. Alikuwa ni askari hodari, alikuwa anapendwa sana na wanajamii na alikuwa anajihusisha na shughuli nyingi za kijamii. Alikuwa ni askari ambaye anapenda haki, penda dini, mwaminifu, penda watu, lakini kubwa kuliko yote alikuwa ni mtu mwenye kujishusha. Katika kila situation yeye alikuwa ni wa kwanza kushuka chini na kutafuta suluhu, hali iliyomfanya akapendwa sana na jamii na system, kitu kilichopelekea yeye kupandishwa cheo haraka na kuwa mkuu msaidizi wa kituo cha polisi cha pale Rombo, ambapo kilikuwa ni kituo maarufu kwa kipindi hicho, ambacho kilihusika katika operation mbalimbali zilizopelekea kukamatwa kwa wahalifu mbalimbali. Sasa mama yake Bi Zaina alikuwa ni fundi cherehani, fundi hodari sana, ambaye hakuna nguo ambayo ungempatia ikamshinda. Alikuwa ni fundi hodari sana mwenye kujihusisha na shughuli za kijamii katika mazingira yale yanayozunguka. Sasa kilichompa umaarufu hakikuwa uhodari wake wa kufanya kazi. Nitakwambia hivi. Kilichompa umaarufu ilikuwa ni tabia yake ya kuwa mstari wa mbele linapofikia swala kutoa msaada. Leo hii unapokosa pesa afu unataka huduma, basi unaweza ukapata shida sana na unaweza usipewe huduma. Lakini yeye alikuwa ni mtoaji. Kuna pesa hata kuhudumia, ukipata utapelekea, na usipopata yeye anaamini amewekeza. Kama hajawekeza duniani, basi amewekeza akhera. Amewekeza akhera leo na kesho, basi Mwenyezi Mungu atamlipa. Ndio ilikuwa imani yake sana huyo bibi. Maisha yalikuwa ni maisha yenye furaha sana, japo yalikuwa ni maisha ya kipato cha kati, lakini yalikuwa yenye furaha na amani. Familia ilipendana, walikuwa ni watu ambao hata ukiwatazama tu unasema yes, hawa watu wana upendo. Sasa yeye Jabari wakati huo anasoma, siku moja nakumbuka aliamka asubuhi na mapema akajiandaa kwenda shule. Na nitaenda mbele afu nitarudi hapo akiwa shule, na ndo nitakwambia sasa kwa nini alipewa jina la Jabari. Na inaonekana aliyempa alimpatia. Aliona wanafunzi wengi sana akiwa wamezunguka sehemu wanashangilia, wakupiga makelele, wanapiga makelele. Sasa yeye akawa anatembea, anaenda zake shule, lakini akiwa anatembea aliyadharau yale mazingira kwa sababu sio mtu wa kupenda sana fujo. Lakini akiwa anatembea kidogo akasikia ameshikwa mkono. Kuangalia alikuwa ameshika mkono ni binti Naima, mdogo wake. Walikuwa wameachana kidogo, yametangulia, walikuwa wameachana madarasa. Kwa mdogo sana. Akamwambia, kaka, Salumu anapigwa. Anapigwa na nani? Anachangiwa. Katika vitu ambavyo alikuwa vipendi Jabari ni kuna mtu anaonewa, haijalishi anamjua au anamjua. Na huyu Salumu ni kijana ambaye alikuwa anamsumbua sana mdogo wake Naima, anamuonea sana. Lakini Jabari ni mpenda haki, hakuweza kuvumilia. Pale alipokuwa amesimama, alijivuta, akapita umati, akasukuma watu pembeni, akaingia katikati. Akakuta vijana kama watatu wanamuonea sana. Jabari peke yake aliweza kuwadhibiti wale vijana. Ni vijana wakubwa mtaani ambao wameshamaliza shule na walioacha shule, waliokataa shule, lakini aliweza kuwadhibiti na akamtoa Salumu pale. Hiyo inaonyesha sifa kubwa aliyokuwa nao Jabari.
Jabari alikuwa anapendwa na kila mtu. Walimu walimpenda, wanafunzi walimpenda. Alikuwa na akili darasani, lakini kubwa zaidi alikuwa ni mnyenyekevu na mpenda Mwenyezi Mungu. Jambo lolote ambalo ungeweza kumwambia linalohusiana na habari za Mwenyezi Mungu, basi angeacha anachofanya tena akaja kusikiliza. Sasa hali hii ilipelekea Jabari kupendwa sana shule. Na kama unavyojua vijana dogo, basi wadada watakuwa mstari wa mbele sana kujisogeza, ili angalau na waweze kutumia platform au kukupenda tu. Na hapo ndo tunapokuja kumpata kijana anaitwa Nadia. Nadia alikuwa ni binti mzuri sana. Akiwa bado mdogo alikuwa anavutia, na kila mtu alimtabiria mema na mazuri sana atakapokuja kuwa mkubwa. Na vijana wengi wa kiume walikuwa mstari wa mbele sana kujiweka karibu na Nadia sana. Lakini hali iliyopelekea Nadia kama kuongezewa ulinzi fulani, kwa sababu hata kusoma pale Nadia kwa status ya maisha aliyokuwa nayo nyumbani hakupenda kusoma. Hakutakiwa kusoma pale. Tunajua wote, kiwa mzazi ana uwezo basi utapelekwa private. Lakini ilikuwa ni shule ya msingi, shule ya serikali. Nini kilichomfanya Nadia akawa anapenda kusoma katika shule ile na akaenjoy kusoma katika shule ile? Hakuwa mwingine bali Jabari. Jabari ndo aliyomfanya Nadia akamlilia babake Mzee Hamza ili aweze kwenda kusoma katika shule ile. Kwa nini? Kwa sababu Nadia toka anakuwa mtoto mdogo mpaka anakuwa mkubwa kwa umri ule alikuwa amefikia anakaribia kuvunja ungo, alikuwa anavutiwa sana na Jabari. Nadhani unaweza ukajua sasa kwamba wazazi wanapokuwa wanafanya kazi kuna zile event za kujumuika pamoja kufanya kazi, ambapo katika event hizo rafiki mkubwa sana wa Nadia alikuwa Jabari. Jabari alikuwa na mahusudu Nadia. Lakini katika vitu ambavyo hakuwahi kuviweka kichwani ni Nadia kuwa mpenzi wake. Na unaweza ukaelewa situation ilivyokuwa ngumu. Jabari kichwani kwake kulikuwa na vitu vingine kabisa. Jabari alishaona kwenye maisha yake anataka awe mtu mkubwa sana, asaidie watu, awe na kipato kikubwa, asaidie watu. Malengo yake yalikuwa ni haya. Kwa sababu aliamini kwamba ukifa kaburini hauendi na chochote. Hauendi na chochote zaidi ya nguo utakazokuwa umevalishwa muda huo. Baada ya hapo sasa yanayofuata ni imani. Kwamba kama utaamshwa kusomea hukumu yako ndo utangoja mpaka parapanda itakapolia. Hapo nimezungumza kwa imani zote mbili. Kama utakuwa Muislamu basi utangojea utaamshwa wako kusomea hukumu yako na processes zingine zinazofuata. Kama utakuwa Mkristo basi utangojea parapanda itakapolia utafufuliwa kulingana na matendo yako uliyofanya. Kwa hiyo vile vitu vilimpelekea Jabari kuwa ni mtu ambaye alikuwa anatanguliza sana watu wengine. Lakini kwa upande wa huku hakuwa anajua kabisa kwamba katika maisha na harakati zake za kila siku anamuumiza binti wa watu. Sasa hayo ndio yaliokuwa maisha ya Jabari akiwa mtoto. Akiwa anasoma shule, akiwa ni msaada mkubwa kwa watu waliomzunguka, akiwa ni msaada mkubwa kwa jamii ambayo imemzunguka. Alikuwa anapendwa sana. Na hakuwa mchoyo, tutasema mchoyo wa material in bracket. Chochote alichofuatwa na wenzake kumuomba, alikuwa mstari wa mbele kusaidia. Na alipoona mwanafunzi ambaye yuko willing kujifunza lakini yuko nyuma kimasomo, basi Jabari angekuwa msaada mkubwa sana. Alikuwa yuko radhi akesha akae paka usiku kwa ajili ya kuelekeza wenzake kile ambacho wamefundishwa na mwalimu. You can imagine. Sasa hali hii ilipelekea Nadia naye kuwa anachelewa. Kwa sababu kama wangerudi wote maana yake wangepiga story njiani.
kiasi cha kwamba babake Nadia, ukiacha shughuli zake za askari, alikuwa ni mfanya biashara mkubwa sana. Alikuwa anamtuma dereva aende kumfuata mtoto wake, lakini angeweza kumkataa mawili: either dereva angoje mpaka Jabari atakumaliza then aondoke naye, au dereva aondoke then amwache Nadia, atarudi na Jabari. Na hakuna kitu Nadia alikuwa anapenda kama dereva kuondoka afu yeye akarudi na Jabari. Wangepiga stori njiani, wangezungumza, wangecheka, wangeshikana mikono njiani huko, vijisenti kidogo, wangenunua miguu ya kuku, mishikaki, utumbo. Basi ile mradi tu safari Nadia alikuwa anatamani isiishe, kwa sababu angefika sehemu basi na Jabari angeweza kumsindikiza, angempeleka mpaka nyumbani, salimia pale watu, akamwacha Nadia akaingia ndani kwao. Hayo ndio yalikuwa maisha ya utotoni mwao. Walipendwa na walipendana, japo kwa Jabari Sasa hadithi yetu itahamia kwa mzee Hamza. Mzee Hamza yeye alikuwa ni OCD, ofisa commanding district, katika kituo sasa cha polisi. Sasa hadithi yetu itakuwa inamzungumzia sana mzee Hamza, japo tumemwanza Jabari, lakini tutadili sana mzee Hamza, kwa sababu mzee Hamza ndio anayeplay role kubwa sana kwenye simulizi yetu. Mzee Hamza kama cheo chake kilivyo, alikuwa ni mkuu wa kituo cha polisi, na kama mtumishi yote wa serikali anayekuwa akifanya kazi, basi anatamani apandishwe cheo, pate madaraka makubwa ambayo yatamsaidia kuweza kutekeleza majukumu yake kwa ukubwa zaidi. Lakini huyu jamaa pia alikuwa ni mfanyabiashara. Alikuwa mfanyabiashara mkubwa sana ambaye alikuwa anajitahidi sana kuwekeza kwenye sekta tofauti. Kuna zile ambazo alikuwa anaziwekea mikono yake, lakini kuna zile ambazo alikuwa anawaachia watu wake wa karibu wasimamie. Hali hii ilimpelekea kuwa na kipato kikubwa sana ambacho kilimwezesha kufanya vitu vingi, kuzidi kuwekeza, kununua magari, kununua nyumba, na hata alipokuwa anafuata kwenye na kamati ya maadili, basi pesa zake zilimsaidia sana kunusurika na kuandikiwa hati safi. Huyo ndo mzee Hamza. Hamza ambaye alikuwa ni mkali sana kwenye familia yake, lakini kwenye jamii alikuwa mpole. Mbele za watu alikuwa ni mtu ambaye muda wote jino lake meno yake kuyaona basi ilikuwa vipesa. Muda wote angecheka, muda wote angefurahi, muda wote alikuwa ni mtu wa kupendelea sana watu wampende. Lakini nyuma alikuwa ni mbwa mwitu aliyevaa ngozi ya kondoo. Aliendesha harakati zake katika njia za kisirisiri sana. Alikuwa anawajua wahalifu wengi sana. Alikuwa anajua matukio mengi ya kihalifu, matukio mengi ya ubadhirifu. Na kwa nafasi yake alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anasimamia operation nyingi sana, lakini zote zingeweza kurudi salama. Lakini nyuma kulikuwa na mambo mengi mazito, lakini vyote vilifanyika kwa usiri mkubwa sana. Na mtu wake wa karibu kabisa katika hizo harakati zake alikuwa anaitwa Frank. Franki alikuwa msaada mkubwa sana kwa mzee Hamza. Franki kijana wa makamo ambaye hakuna lililokuwa linashindikana kwake. Chochote ambacho angeweza kutumwa na mzee Hamza basi angefanya. Hali iliyopelekea kuaminiwa sana na mzee Hamza. Sasa tunapata mwanzo wa kijana Jabari ambaye anapenda haki, Nadia anayempenda Jabari,
Mzee Hamza ambaye anaendesha shughuli za kihalifu akiwa amevaa koti la uaskari, lakini pia mzee Zuberi ambaye ni msaidizi wake, askari mwaminifu, mwenye furaha, mwenye haki. Sijui itakuwa. Tuangalia tu inayofuata.